Salamia jirani yako kwa niaba yako. Pokea hizo salamu. Praise God. Kwanza ninashukuru sana ofisi kuu kwa nafasi hii ambayo umeweza kuniwezesha tukaweza kusemezana pamoja na nyinyi siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina anajulikana kama Pastor Jacqueline Kaleza, Mukana Murogoli, Mukana Mage, niko Mshikuru. Umeshika hiyo? Umeshika hiyo? Hiyo tunamalizana tu hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Na mambo ya kusali sijui nini wachana naye. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ninashukuru Mungu kwa mchana wa leo, siku ya leo. Kwanza ninakushukuru wewe ambao umeingia kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Ninashukuru wewe ambao umejinyima ni kwa sababu ya kukuja kumtukuza Jehova. Ujumbe wangu, kuna tumaini tena. Kuna tumaini tena. Ambia jirani yako kuna tumaini tena. Nimetembea katika hiyo tumaini. Hata wewe tembea ndani ya hiyo tumaini. Haleluya. Jinsi ambavyo wamekupanga. Wanaona kule kitu. Lakini waambie leo, Yesu amenena. Yesu amesema katika maisha yako kuna tumaini tena. Jambo la pili. Nashukuru sana kwa kanisa mzima kwa kuombea mambo yako. Haleluya. Piga Yesu makofi. Mungu alitenda muujiza. Yesu alitupa tumaini tena. Ilikuwa imefika mahali tunasema ya kwamba huyu mama amesikia breaking news. Lakini kaambia Mungu bado mama hawajanipeana. Unaona nimeanza kufanya mazoezi. Haleluya. Bwana asifiwe. Nikamwambia baba, huyu mama kwanza nitembeze Bwana. Alipeane Bwana. Haleluya. Huyu mama ninamuombea, nikamwambia Mungu kuna tumaini. Huyu mama akufi zaidi. Amkana mroko uligereka magene kuna mama na baba bwana. Nikumangana ngani. Sidali. Haleluya. Kama wewe huko Bwana wako amenipeana. Unaonaje? Yesu ni Bwana. Unatumaini tena? Bwana Yesu asifiwe. Mama Mungu alimtembelea. Mungu alitenda ishara. Mama sasa hivi wiki ya 3 sasa hapo kwa boma lake. Yesu anaweza. Kuna tumaini tena. Tuliona hata marafiki majirani walikuwa wanangojea tu nduru tusikie huyu Sofia ameenda. Nikaambia Mungu hawasikii sauti ya mama. Hawasikii sauti ikipita hapa. Lakini Mungu nataka uwaonyeshe kwamba unaishi. Mama ameteseka. Mama miweko yako sumu tumejaribu kutibu mama. Alienda mara ya kwanza mambo ya kanisa whatever kwenda kwa ushirika wakaweka kwa sumu kwa chai. Mama akakunywa. Sasa kukunywa kwenda kwa daktari akasema kuna sumu ndani ya mwili. Lakini tukaambia Bwana tenda ishara. Unasema kwamba
tutakula sumu, lakini itafanya nini? Kuna tumaini tena. Dakika 10 nimemaliza. Kuna tumaini tena. Baba anakushughulikia. Yesu anakushughulikia. Hiyo tumaini ambayo uko nayo tayari Yesu amekupanga. Jinsi ambao alikuwa amepangia mama. Mungu akaniambia mtoto wangu kuna tumaini tena. Mama anakuja tu akitembea kwa boma lake. Kuna tumaini tena. Hata wewe penye uko saa hii usikufe moyo. Niko na ujumbe wako leo hii. Leo hii Yesu ananena kwa maisha yako. Yesu ananena katika watoto wako. Kuna tumaini tena. Isaya mlango wa 54 mstari mdogo Pastor Washington, nafikiri umefika pale mstari mdogo wa 7. Tutafika mstari wa 9, tufike mstari wa 9. So utasoma, tusikize neno la Mungu linasema namna gani. Tusikize neno la Mungu linasema namna gani. Isaya mlango wa 54 mstari wa 7, 8 na 9 inasema, kwa kitambo kidogo nimekuacha, lakini kwa rehema nyingi nitakukusanya. Kwa ghadhabu ifurikayo na nikuficha uso wangu dakika moja, lakini kwa fadhili za milele nitakurehemu, asema Bwana mkombozi wako. Kwa maana jambo hili limekuwa kama maji ya Nuhu kwangu, maana kama nilivyoapa ya kwamba maji ya Nuhu hayatapita juu ya dunia tena, kadhalika nimeapa ya kwamba sitakuonea hasira wala kukukemea. Mstari wa 10 inasema, maana milima itaondoka na vilima vitaondolewa, bali wema wangu hautaondoka kwako, wala agano langu la amani halitaondolewa, asema Bwana akurehemuye. Neno la Mungu libarikiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alikuwa anazungumzia wana wa Israeli ambao walikuwa wanahamishwa katika nchi nyingine. Bwana asifiwe. Katika uhamishoni. Sasa Biblia inasema ya kwamba kwa kitambo kidogo nimekuacha. Wana wa Israeli waona ya kwamba hakika huyu Mungu ambaye anasema ako, Mungu huyu ako wapi? Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu aliwaambia kwamba kwa kitambo kidogo nitakuacha. Haleluya. Wewe ndio mwana wa Israeli siku ya leo. Mungu amesema ya kwamba kwa kitambo kidogo nimekuacha. Nataka Mungu akutendee. Unaona ya kwamba mambo hayaendi vizuri, lakini Mungu amesema ya kwamba kwa kitambo kidogo nimekuacha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kitambo kidogo ni nini? Mungu hawezi kukuacha. Labda Mungu amepinduka tu kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Mimi na wewe tunayapitia changamoto, sio ati Mungu amekusahau. Kuna kitu ambacho Mungu anakutendea ambacho atawacha ushuhuda, watu wakitoa ushuhuda wako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kitambo kidogo inasema ya kwamba mstari wa 8 inasema kwa dhahabu ifurukayo na nikuficha uso wangu dakika moja, lakini kwa fadhili za milele nitakurehemu, asema Bwana mkombozi wako. Bwana Yesu asifiwe. Ninapoongelelea, ninataka nikwambia kwamba kuna tumaini tena. Jinsi ambavyo mama yangu alikuwa mgonjwa, kusema ukweli ilikuwa ni mkono wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mama aliteseka kwa miezi 2 nyuma, ndipo tufike mwezi wa 4. Aliteseka ndani ya magonjwa. Nimwambia kwamba alienda akawekewa sumu kwa chai, tukamtibu. Haya, mara ya pili akawa tu anaenda kujisaidia huko nyumbani, anaenda asubuhi, akaamka akaanguka, akavunjika mkono. Akakaa na hiyo plasta kwa mkono karibu miezi 6 akapona. Hii ya pili tena akaenda kwa kanisa. Kuna mama moja pale kanisani akasema ya kwamba huyu mama tukienda kwa ushirika huwa hakunywi chai.